ngoja nitaje baadhi ya maandiko hapa afu niendelee kufundisha. Utasoma Ezekiel sura ya 18 mstari wa 4, utasoma Mathayo sura ya 8 mstari wa 21 hadi wa 22, utasoma Warumi sura ya 3 mstari wa 13, utasoma Yohana sura ya 6 mstari wa 63, utasoma Mathayo sura ya 23 mstari wa 27, utasoma Luka sura ya 11 mstari wa 44, utasoma Ezekiel sura ya 37 mstari wa kwanza hadi wa 14, utasoma Yohana sura ya 5 mstari wa 26 mstari wa 24 hadi wa 26, utasoma Yohana sura ya 5 mstari wa 20 sura ya 5 mstari wa 28 hadi wa 29, utasoma Waebrania sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 3, utasoma Warumi sura ya 8 mstari wa 17 hadi wa 19. Alafu hapo utamalizana na Warumi sura ya 3 mstari wa 13, lakini nimeshasoma pale mwanzoni. Kwa hiyo ngoja nielezee tu kwa ufupi. Ukisoma kwanza kitabu cha Isaya ambacho tumeanza nacho kile cha kwanza, Isaya sura ya 65 mstari wa 12, na Mungu anasema ni kwamba kwa sababu tulitenda maovu tukaacha mapenzi ya Mungu, Mungu hatakaa asikie kilio cha mtenda dhambi. Alafu kumbuka Yesu alisema mimi ndio huo ufufuo na uzima. Achana na hao wanaojiita ufufuo na uzima, ili kanisa wanarudisha misikule. Misikule kwamba ni mtu amekufa lakini amekufa kifo cha uongo, akachukua msikule. Kwa hiyo kitendo cha kumuita njoo akamrudisha anaita ni ufufuo na uzima. Mimi siongelei hicho kitu. Mimi naongelea mtu ambaye hana neno la Mungu ndani yake, ni mtu aliyekufa kiroho. Na Mungu kifo kinachomhuzunisha zaidi ni kifo cha kiroho kuliko kifo cha kimwili. Kwa sababu Mungu anasema hivi, mtu akiwa na neno lake hata kama hakifa bado yuko hai. Maana aendi kwenye ile hukumu ya milele, aendi kuzimu kwenye makao ya wafu, au baada ya ule ufufuo wa kimwili utakao kuja tena akapewa mwili mwingine mpya, mwili mwingine wa roho yake itakayovikwa. Kwa sababu Mungu anasema tutabadilishwa, tutapewa mwili mingine mipya ambayo haifi, atenda jehanamu ya moto, mauti nyingine ya pili. Kwa hiyo tunaona kifo tunachoingia hapa ni kifo cha kiroho. Ndio maana Yesu alimwambia yule mtu, acha wafu wazike wafu wao. Maana aliona wale watu hawana neno la Mungu, kwa hiyo tayari ni wafu kwa jinsi ya kiroho. Pia wanaenda kuzika mtu ambaye ni wa kimwili. Kwa hiyo alisema wafu wazike wafu wao. Kwa hiyo ninachozungumzia hapa mimi nazungumzia kifo cha kiroho. Mtu ambaye ana neno la Mungu, hata kama uko hai unatembea, wewe umeshakufa.